Kuna watu hapa unaweza ukaomba jambo mwaka mmoja tu na Mungu asikujibu, ukapoteza imani. Imani inapojaribiwa ni saa ambayo kila mmoja unaweza ukapitia. Na kwa nini unapitia? Kwa sababu ni saa ya ile mamlaka ya shetani kuinuliwa, na Mungu anasubiri ile mamlaka ya shetani iinuliwe, kama ambavyo mamlaka ya giza iliinuliwa na Yesu akakata roho. Ilipokwisha kipindi chake, Biblia inasema Mungu akajitokeza akasema, niko hapa pamoja nawe. Na utaona Yesu anafufuka kwa kishindo ambacho dunia nzima inakuwa shuhuda. Lakini kabla ya hapo aliingia mautini ili auchukue ule ushindi. Kwa maana ya leo tunaposema alishinda mauti, kuna mamlaka ya giza ambayo iliinuliwa. Sasa kwa nini kujaribiwa kwa imani ni muhimu sana mtoto wa Mungu kujifunza? Kwa sababu Roho Mtakatifu ni wa neema. Anakujengea mazingira, anakuandaa kisaikolojia ili wakati huo unapokufikia ukawe na nguvu kama simba. Masaa ya jioni manne tu ya kutafuta chakula ambacho utakitumia wewe na watoto wako, lakini muda wote ukiwa unaenjoy kile chakula. Simba huwa anaenjoy kile chakula chake cha wanyama anaowamaliza kwa muda wa masaa ya kutosha, lakini inapofika saa 10 huyatumia masaa 4 kutafuta mawindo yake kwa nguvu za ajabu. Kwa hiyo ninakuandaa kisaikolojia pamoja na Roho Mtakatifu ya kwamba uonapo kuna mambo ambayo yanatokea wakati mwingine yanaumiza maisha yako, ujue ni utembeo wa Bwana umefika katikati yako. Uonapo kuna majaribu yanakufukuza lakini hautendi dhambi, hautukani watu, hautapeli watu, wewe ni mkamilifu, mwelekevu na mnyenyekevu kama Ayubu ambao Biblia inamsifia. Uonapo kuna mamlaka ya shetani imeinuliwa, ni ufunuo wa Roho Mtakatifu ambao alisema nikwambie kwamba Bwana anakutembelea wakati huo katika jina la Yesu aliye hai.